mlilia Mungu ili aweze kumrehemu mtoto wake. Wazee wa nyumba yake walimjia kwa upole, walimuinua kwa maneno ya faraja, wakimuhimiza walau ale kipande kidogo cha mkate ili aweze kupata nguvu. Lakini Daudi hakuweza kukubali. Macho yake yalikuwa mekundu kwa machozi, midomo yake ikitamka maombi ya rehema. Hakujitetea kama mfalme, alisimama kama baba aliyepigania uhai wa mtoto wake. Siku ya kwanza ikapita, kisha ya pili, kisha ya tatu. Hali ya mtoto haikubadilika. Kila aliyekuwa akitoka katika chumba cha mtoto alitoka na uso mzito. Lakini Daudi aliendelea kukaa chini, akinyenyekea, akitumaini kuwa Mungu katika rehema zake angegeuza neno lake na kumrehemu mtoto wake. Siku ya 7 mtoto akakata pumzi. Chumbani pakatanda ukimya mzito. Watumishi wakatazamana kwa hofu. Hakuna aliyethubutu kwenda moja kwa moja kwa mfalme. Walikumbuka jinsi alivyoteseka wakati mtoto wake alivyokuwa hai. Wakajiuliza itakuwaje sasa akiwa mtoto yule amekufa. Walinong'ona kwa sauti za chini, wakihofia hasira au kuvunjika moyo kwake. Daudi akiwa bado chini sakafuni aliona mambo yako tofauti. Alitambua kwamba kuna jambo ambalo linaendelea. Na jinsi ambavyo nyuso zao zilikuwa zina wasiwasi, sauti zao zikitetemeka, akatambua kwamba mtoto wake amefariki. Polepole alijiinua kutoka sakafuni, akaenda kuoga, akaosha machozi yake na vumbi la maombolezo yake. Akajipaka mafuta, akavaa mavazi safi ya kifalme, kisha akaelekea katika nyumba ya Mungu. Huku aliinama tena, lakini safari hii si kwa maombi ya kuomba uhai wa mtoto, bali kwa ibada ya kukubali mapenzi ya Mungu. Aliporudi nyumbani, aliagiza chakula kiwekwe mbele yake. Watumishi wakashangaa. Walikuwa wamemuona akifunga na kulia wakati mtoto alikuwa hai. Sasa anakula badala ya kifo cha mtoto. Lakini ndani ya moyo wa Daudi kulikuwa na ufahamu mpya. Alijua kuwa wakati wa kuomba ulikuwa umepita.